Kuna dili walipiga akataka milioni 300 sijui laki. Alikuwa mweupe hivi. Hakukaa sana alipita. Baada ya kupata hela akapotea. Kwa bidii. Sio kama unakumbuka. Demo wa kwanza ile alikuwa na mtawala timu ya Nairobi. Hapo ndio tayari. Tulikuwa tuanze tu hapo kwa sasa. tayari zote hadi chini chini ziko sawa. Hizo kodi hiyo bwana. Action. Jumamosi hii kwenye EPL Southampton ambao wamekwisha rudi kule walipotoka kwenye Championship watakuwa St Mary's pale kuwakaribisha Manchester City. Mechi hiyo unaipata kwenye kifurushi cha poa kwa shilingi 11,000 saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, wakati Fulham wakiwakaribisha Everton ndani ya Compact Plus. Mechi tamu hii, mechi nzuri. Italia kule kwenye Serie A, Lazio wanacheza na Juventus, ni ndani ya kifurushi cha shangwe saa 1 kamili jioni, wakati Bournemouth wakiwakaribisha Aston Villa. Mechi tamu hii. Hii ni mechi ya kuifuatilia saa 1:30 ndani ya Compact, unaipata bila ya tabu yoyote. Atletico Madrid na Real Sociedad wanacheza saa 4 kamili usiku ndani ya kifurushi cha bomba. Hii sasa itakuwa ni La Liga. Manchester City wamekuwa serious hizi mechi zilizosalia. Nataka ticket ya kucheza Championship bila tabu. Moja kati ya vitu ambavyo Man City wamekuwa bora consistently ni jinsi ambavyo huwa wanamalizia ligi. Huwa wanamaliza ligi very strongly, na ni kitu ambacho nakitegemea kwa sababu mwezi Januari walifanya biashara, walimleta beki yule kutoka Uzbekistan, wakaleta forward Omar Marmoush ambaye ameleta tofauti kubwa sana, even though wanaendelea kumkosa mtu kama Erling Haaland, lakini kitu ambacho kimewakwamisha baadhi ya watu ambao walikuwa wanawania nao hizi nafasi za top 4 ni jinsi ambavyo timu kama Nottingham Forest kwenye mechi 5 zilizopita wameshinda mara moja tu peke yake. Kwa hiyo it's clear kwamba ile pressure ya kutolewa macho na kila mtu kwamba sasa tunajiandaa kwa ajili yenu imekuwa ni kitu kigumu kwao ku-maintain. Kwa hiyo faida ambayo wanaipata Man City ni hiyo kwamba wanamaliza ligi strongly kwa sababu ya ubora wa kikosi chao, na wanaweza kuwa na nafasi ya kujipanga kwa ajili ya msimu ujao. Kwa hivyo hakuna mategemeo kwamba kwenye mchezo huu labda Man City wanaweza kuharibu au wanaweza kukosa matokeo. Hakuna mtu anategemea. Tazama kama Bin Suleimana pengine na nani mwingine ambaye unaweza kuondoka naye kwa Southampton. Wapo wachezaji pengine unaweza wakabaki ligi kuu na wakasaidia baadhi ya vilabu. Kama Bin Suleimana ni moja kati ya mawinga wazuri sana. Mimi nimeweza kumtazama akiwa Rennes baada ya kutoka Nigeria ya Denmark. Southampton pale waliwekeza pesa nyingi wakiwa wanaamini ni mchezaji ambaye anaweza kuwasaidia, na nadhani ni muda wake wa kwenda kutafuta timu ambayo itabaki ligi kuu kwa sababu si mchezaji wa kucheza Championship. Tyler Dibling pia mmoja kati ya wachezaji wazuri sana. Mwachu pia. Kuna wachezaji wawili watatu ambao Southampton wanaangalia, wanasema hawa tunaweza tukatengeneza pesa, na sijajua ni nini ambacho kitatokea. Golikipa wao pia Aaron Ramsdale, tunajua quality aliyokuwa nayo akiwa Arsenal. Siamini kama ni haina mchezaji ambaye tunaweza tukamwona Championship. Inawezekana kuna vilabu vinabaki ligi kuu. Ama vitakapopanda, ambao vimepanda pia. Sasa Wanataka huduma yake. Kama ni milioni 20 unachukua Ramsdale. Msimu pamoja na kwamba Southampton wamekosidi magoli mengi, lakini yeye tayari amefanya saves 65. Idadi kubwa sana ya saves ambazo amezifanya. Na unatazama msimu akiwa Arsenal, msimu mzima, msimu wa kwanza saves 68, msimu wa pili saves 69. Akiwa na Southampton ambayo imeshuka ana saves 65, na bado kuna mechi kama 3 za ligi. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ukiwa naye kwenye timu anaweza kukupa kitu cha tofauti. Kwa hiyo natarajia anaweza kaondoka. Atletico Madrid dhidi ya Real Sociedad ndani ya bomba saa 4 kamili usiku ndani ya DStv. Jumamosi hii kama wanasubiri Real na Barcelona kuteleza, kazi ngumu kwa kweli kwa tofauti ya alama ambazo zimefika hivi sasa, lakini football lolote pengine linaweza kutokea, na chakua nafasi bado ni ndogo. Jumapili hii kwenye EPL Newcastle United dhidi ya Chelsea ndani ya Compact, kifurushi cha EPL ndani ya saa 8 kamili mchana huu unakwenda kuipata mechi hii kali kabisa. Newcastle wametetereka.
wadondosha alama katika wakati ambao watakiwa kuzipata. Chelsea wanatoka kwenye ushindi dhidi ya Liverpool, wamesherehekea kama wamechukua ubingwa. Na Newcastle nadhani bado wana ratiba ngumu, kwa sababu ukiondoa mechi hiyo ambayo wanacheza Jumapili, wana mechi nadhani dhidi ya Nottingham Forest ambaye wanawania naye nafasi ya top 4, na if I'm not mistaken wana mechi dhidi ya Aston Villa nadhani ratiba inaonyesha. Kwa hiyo wana mechi fulani ngumu. Unajua uzuri ama ubaya wa EPL ni kwamba hujui siku mbaya itakuja wakati gani. Siku mbaya inaweza ikaja dhidi ya timu kubwa, siku mbaya inaweza ikaja dhidi ya mid-table team, siku mbaya inaweza ikaja dhidi ya timu ndogo. Kwa mfano Newcastle msimu huu ukianza kuwapigia hesabu walivyofanya kwenye mechi kubwa, alafu ukaja kuangalia kwamba wamebanwa mbavu na timu kama Brighton juzi ambayo walilazimika kusawazisha mwishoni sana, you realize ligi ya England ni ngumu kiasi gani. Kwa hiyo bado Newcastle wako kwenye contention ya kujaribu kuqualify UEFA Champions League ambayo itakuwa ni mara ya pili since timu imekuwa taken over na watu kutoka Saudia. Na kuna kelele nyingi kuhusiana na mtu kama Alexander Isak. Inawezekana hiyo imekuwa ni moja kati ya sababu za wao kutofanya vizuri, kwamba wakati mwingine focus inatoka uwanjani na kwenda kwenye mambo mengine. Lakini moja kati ya vitu ambavyo unaweza ukavitegemea kwa Newcastle ni kwamba huwa hawafanyi makosa mara mbili. Kwa hiyo at least unaweza kuwapa nafasi kwa sababu hiyo, kwamba wameharibu kwenye mechi dhidi ya Brighton, you don't expect kama wanaweza wakareplicate hiyo form mbaya kwenye mechi yao ya pili. Mechi nyingine kati ya Tottenham Hotspur na Crystal Palace inachezwa saa 10:15 kwenye kifurushi cha poa kwa shilingi 11,000. Manchester United wakiwakaribisha West Ham United ndani ya Old Trafford ndani ya Compact, wakati Nottingham Forest watakapokuwa wakitwanga na Leicester City muda kama huo, ambao United wako saa 10:15 ndani ya Compact Plus. Liverpool dhidi ya Arsenal, mechi nyingine kubwa hii ambapo Liverpool watakwenda tena kukutana na gwaride la heshima. Walipewa gwaride la heshima kwa maana ya God of Honor na Chelsea na kipondo juu. Sasa hii itakuwaje kutokea London kule? Torino na Inter Milan ndani ya shangwe, Napoli na Genoa utafuta ubingwa wa Serie A kwenye kifurushi cha shangwe. El Clasico inakuwa El Clasico ya 4 bila shaka. Wamekutana na Super Copa de España, wamekutana na Copa del Rey, wamekutana na La Liga, na sasa wanakutana tena La Liga. Itakwenda kuwa ya 4. Zote Real kabutuliwa kwa jumla mabao 12-4. Na hii pia anaweza kabutuliwa. Ya Barcelona ni wana timu nzuri sana kuliko Real Madrid. Madrid kinachowabeba msimu huu ni ile mentality waliokuwa nayo. Lakini ukitazama kikosi chao ni kama kila mchezaji anacheza anavyojua yeye. Yaani hauioni ile timu yenyewe sahihi. Hauoni chemistry baina ya mchezaji na mchezaji. Yaani wana struggle kiukweli. Na ndio maana tunasikia taarifa kwamba Don Carlo anaweza kaondoka. Wanatakiwa kupata kocha ambaye atakuja kutengeneza timu, atakuja kutengeneza chemistry. Pengine Mbappe kama hayuko fit, timu nzima itambeba. Lakini ukitazama Barcelona ni hii timu ambayo ina perform. Tunazungumza kuna possibility ya wao kwenye finali ya Champions League kwa sababu wana perform. Kwa hiyo hii mechi ya 4 naona pia Real Madrid anaweza akapoteza. Kapigwa tena kabisa. Liverpool na Arsenal, pointless match kwa Liverpool kwa sababu tayari malengo yameshatimia. Sina hakika sana kama Arsenal na kitu kikubwa ambacho wamebakiza wanakitafuta kwenye ligi. Unafikiri Arne Slot ataingia kwenye mechi kama alivyoingia dhidi ya Chelsea kubadilisha kikosi kwa yes, hilo nategemea kwamba kikosi kitakutana na rotation ambayo haitokuwa na kelele nyingi kwa sababu ya malengo kuwa yameshatimia. Kitu ambacho kinaweza kikacomplicate mchezo ni kama Arsenal wataendelea kuwepo kwenye UEFA Champions League, kwamba hii ni mechi ambayo inaweza ikarisk uwezo wao ama uwezekano wao wa kubeba ule ubingwa. Lakini otherwise ni mechi ambayo haina consequence yoyote kubwa kwa timu yoyote ile, kwa sababu Arsenal nafasi yao ni ya uhakika kumaliza nafasi ya 2 au ya 3, na Liverpool tayari kesha kuwa bingwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo Liverpool labda wana play for pride tu, kwamba okay, this is Arsenal, lazima tujitahidi tushinde mechi dhidi yao. Lakini otherwise ni mechi ambayo haitakuwa na ushindani mkubwa sana ambao tunatakiwa tuutegemee. Jeff anasema itakuwa na ushindani, ni pointless, lakini kwa mashabiki wa inauma. Comments ambazo nilizipata baada ya kipigo cha Chelsea kama watu bado wanawania ubingwa. Kuna namna tu mpira unamfanya mtu anataka kushinda. Uko sahihi, lakini kukimbizana huko kwa Arsenal na Liverpool natamani kuona mechi ya ushindani. Yaani okay, umechukua ubingwa lakini
twende tushindane kwenye mechi hii kuonyesha kwamba nakuweza. Kuna namna ya kujivunia pale. Majivuno lazima yawepo. Binafsi nadhani Liverpool wanaenda kushinda mechi Hii Arsenal. yeah, kwa sababu kuna hiyo hali ya utulivu ambao wako nayo. Yaani baada ya kucheza mechi na Chelsea wamepumzika. Then Arsenal na mechi ya Champions League. Mechi ya Champions League. Wamecheza mechi na PSG ya Champions League. Energy kubwa sana imemwagika, umeona. And then wanaenda kukutana na Liverpool ambaye amekusubiri wiki nzima. Ametoka kufungwa na Chelsea, anahitaji kurudi kwenye winning ways. Ndio pale naona Liverpool ana nafasi kubwa sana ya kushinda. Shukrani sana Hans pamoja na Jeff. Mimi Ahmed Abdallah, kwa sote kwenye safari hii ya Super Soka. Mpaka wakati mwingine, ni kutakie siku njema. Simba. Yagusa. Tukate tunagoja. Tuaguze Simba. Bila unatania. Simba na Unatania. Wataka Tell the prediction after the Super. See you about